Jeshi la Ukraine liliweza kurusha roketi mbili za HIMARS moja kwa moja kwenye maduka ya soko katika mji wa Veliki Kopan huko mkoani Kherson nchini Urusi siku ya jana Jumapili jioni. Gavana wa eneo hilo anayefahamika kama Vladimir Sardo aliweza kusema hivyo na kuongeza kuwa shambulizi hilo lilisababisha vifo kadhaa kwa raia na kujeruhi wengine. Sardo alisema hivyo akinukuu data ya awali kuhusu shambulizi hilo. Makumi ya raia waliokuwa sokoni wakati angalau makombora mawili yaliyoweza kurushwa kutoka kwa kirusha roketi cha M142 HIMARS kilichotolewa huko nchini Marekani kiliweza kushambulia eneo hilo, ambao kulingana na chapisho la Telegram la Sardo ambalo liliweza kujumuisha picha za matokeo hayo. Pia picha zinaonyesha jengo moja likiwa limeharibiwa vibaya huku moshi mwingi ukifuka katika eneo hilo. Kanda za video zinazosambaa mitandaoni zinaonyesha gari lililoweza kuharibiwa likiwaka moto nje ya soko hilo. Mhudumu wa afya na dereva wa huduma za matibabu za dharura za eneo hilo pia waliweza kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Waziri wa afya wa mkoa huo anayefahamika kama Elena Bochaninova aliweza kuliambia hivyo shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi, ambako pia takribani raia 7 walipata majeruhi kutokana na shambulizi hilo huku mmoja akijeruhiwa zaidi. Idadi kamili ya majeruhi bado haijafahamika rasmi, kwani majeruhi bado wanahamishwa hospitalini na angalau baadhi ya waasiriwa walitumwa katika mji wa pwani wa Sikadoviski ulioko kilomita 20 kusini mwa Veliki Kopan. Taarifa hizo pia bado ni za awali, hivyo bado kunasubiriwa wahanga wote wapelekwe hospitalini ya Sikadoviski, na kufikia sasa ni wawili tu waliopelekwa huko, na kwa bahati mbaya mmoja kati ya hao wawili wameweza kufariki. Wizara ya afya iliweza kutangaza hivyo, ambapo mifumo hiyo ambayo hapo awali iliweza kutajwa ya kuwa chombo muhimu cha kugonga au kushambulia mali ya thamani ya juu ya Urusi, mara kwa mara pia imekuwa ikitumiwa na Kiev kwa mgomo wa kiholela dhidi ya malengo ya kiraia zaidi ya mstari wa mbele wa kivita. Licha ya shambulizi la huko Kherson katika mji ambao au maeneo ambayo yamekaliwa na nchi ya Urusi, pia jeshi la Ukraine liliweza kutumia zaidi ya drones au ndege 130 zisizo na rubani kushambulia wilaya za mkoa wa Belgorod nchini Urusi katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Gavana kutoka Belgorod anayefahamika kama Vyacheslav Gradikov ameweza kuripoti hivyo. Amesema silaha 10 ziliweza kurushwa katika raundi moja ya makombora na drones 11 zilizinduliwa na 4 kati yao zikiangushwa na ulinzi wa anga huko Dubovoye ya mkoa wa Belgorod, Malinovinka, Razunoye, makazi ya huko Krasnoye, Krasny Kutol, Sontisevinka na pia nyumba za kibinafsi za huko Borisovsky na gari la kibinafsi la Valesovensky, ambapo wilaya moja ya silaha ilifukuzwa na drones 2 zilizinduliwa, moja ambayo ilipigwa chini kwenye makazi ya huko Kruzikoye, Nikitiskoye na Tispovinka. Shambulio hilo pia halikusababisha matokeo yoyote ya uharibifu. Gradikov aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram kuhusu mashambulizi hayo katika makazi hayo. Makazi na vijiji katika wilaya ya manispaa ya Voloensky yalishambuliwa pia na drones 23, ambako 16 kati yake zilipigwa risasi, na mapema Machi 9 vifaa vya kulipuka viliangushwa katika makazi ya Dolgoye na kuharibu nyumba ya kibinafsi na majengo 3 ya nje na pia kuchoma lori katika eneo hilo, huku silaha 6 zilifyatuliwa katika duru moja ya makombora katika wilaya ya Volokhonovsky
na ndege moja isiyo na rubani iliweza kurushwa ikiwa imedunguliwa katika kijiji cha Tishanka. Nyumba ya kibinafsi, jengo la nje na kituo cha biashara kiliweza kushambuliwa. Na huko wilayani Graivoronsk ilishambuliwa na ndege 6 zisizo na rubani katika jiji la Graivoron. Magari 4 na kaya 3 za kibinafsi ziliharibiwa usiku kucha na kilipuzi kilichodondoshwa kutoka kwa ndege isiyo na rubani, ambapo ulinzi wa anga wa Urusi uliweza kuangusha UAV 24 kwenye wilaya za huko Gubikinski na Staro-Sikolinski na wilaya ya huko Krasneniski bila majeruhi au haribifu kuripotiwa katika wilaya hizo. Na huko wilayani Krasnoyaruzhinski pia ilikabiliwa na mashambulizi mawili ya silaha wakati ambapo silaha 16 zilipigwa risasi na UAV 10 kuzinduliwa, 2 ambazo zilipigwa risasi, ambako huku pia nyumba 4 za watu binafsi, gari moja na njia ya umeme ziliharibiwa na wafanyakazi wa dharura waliweza kurejesha umeme katika makazi ya huko Eleki Penkovinka. Huko pia wilayani Rakitianski pia ilishambuliwa na ndege isiyo na rubani bila matokeo yoyote kuripotiwa ya kuhusu haribifu, ambapo mfumo wa ulinzi wa anga uliangusha ndege 15 za mrengo wa kudumu katika wilaya ya Chernyaski kama kituo cha kijamii. Nyumba 8 za kibinafsi na jengo la nje ziliweza kuharibiwa. Huko pia wilayani Shebekinski kulishambuliwa mara moja, huku risasi 13 zikifyatuliwa risasi na ndege zisizo na rubani 38 zikizinduliwa zikiwa zimenaswa na kuharibiwa, ambapo katika siku iliyopita nyumba ya kibinafsi na jengo ambalo halijatumika ziliharibiwa na jengo la ghorofa na njia nyingine ya umeme ziliharibiwa katika eneo hilo la Shebekino asubuhi ya jana, yani Machi 9 ya mwaka 2025. Pia licha mashambulizi ya Ukraine katika viunga huko nchini Urusi, Trump pia ameripotiwa hayuko tayari kurejesha misaada ya kijeshi kwa Ukraine, licha pia ya kile ambacho kitafanyika baada ya Zelensky na Trump kurumbana Februari 28 mwaka huu, ambako rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kwa wasaidizi wake kwa faragha ya kwamba hatarejea kutoa msaada wa kijeshi na ujasusi kwa Ukraine hata kama Kyiv na Washington zitatia saini mkataba wa madini. Shirika la habari la NBC News liliweza kusema hivyo Machi 9 likimnukuu afisa utawala wa Trump ambaye alikuweza pia kumweka wazi kwa jina na afisa mwingine kutoka Washington. Wajumbe kutoka Marekani na Ukraine wanapanga kukutana Jeddah, Saudi Arabia siku ya kesho Machi 11 ili kujadili mfumo wa makubaliano ya amani yanayoweza kutokea kati ya Urusi na Ukraine, ambako Trump anataka kuona mabadiliko katika msimamo wa Rais Volodymyr Zelensky kuhusu mazungumzo ya amani na Urusi na nia ya kufanya makubaliano kama vile kutoa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Urusi. Vyanzo viliweza kuliambia hivyo shirika la habari la NBC News kuhusu taarifa hii. Rais wa Marekani pia anaripotiwa kumtaka Zelensky kuchukua hatua kuelekea uchaguzi nchini Ukraine na ikiwezekana aondoke madarakani rasmi nchini humo. Habari hizo zinakuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya Ukraine na Marekani, huku Trump akizidisha shinikizo kwa Zelensky kuharakisha mchakato wa amani katika nchi hiyo dhidi ya Urusi.